Mwanzo nataka kumshukuru sana Prime Minister ama Prime Cabinet Secretary wetu Wycliffe Musalia Mudavadi kwa kupata fursa hii kuja hapa. Atakwambia alishauriwa ama tulimrai aje jana. Ijumaa niliamua nimwambie Rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba njoo ujumuike na Waislamu ndani ya Mombasa. Rais akaniambia nimejipanga, lakini tutapanga vile tutashiriki katika futari yenu. Namshukuru sana Rais. Tumemwambia Jumapili ametuletea mwakilishi. Hii serikali ya Kenya kwanza. Sisi hatuiangalii kwa dirisha, sisi tuko ndani ya hii serikali. Raila Odinga ambaye pia nilikuwa ni mzee wetu is not above the law. The country has spoken. Nchi ikasema kwamba William Ruto ndio president wa taifa la Kenya in the most transparent, fair and accountable elections in Kenya. Mara ukazuka ukatuambia uko na whistleblower. Ndio mimi nikasema you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Vipi uje tu tuambie kuna whistleblower ambaye sisi tumwamini kuliko IBC, tumwamini kuliko koti, tumwamini kuliko every political institutions or public institution ndani ya Kenya. Alafu ukasema utaandamana ati kuchukua nafasi yako. Your right to protest does not extend to your right to topple a legitimately elected government. Huwezi ukaandamana kuondoa serikali ambayo imechaguliwa kisheria na kikatiba. You must act firmly and decisively. This cycle of Raila Odinga must be broken. Institutionalize, amefanya sasa ni tabia, kila kukiwa na uchaguzi yeye ameibiwa. Ukiwacha hii endelee, vizazi vyake na chama chake kitakuja kukataa hata watoto wetu wadogo wakija kushinda elections. It is time to say enough is enough. Tuachieni miaka yetu mitano and you will see change in this country, because wewe Raila ulileta political change. Sisi katika UDA na Kenya kwanza na kina Mudavadi tutaleta economic revolution, kubadilisha hali za watu. Please, we are tired. Mimi pia nilikuwa kwa hizo streets. Ni hayo sitarudi nyuma. Wapi? You mess up our country every day. Seriously, kuna mambo yanachukiza. Urudi nyuma kufanya nini? Nani anataka urudi nyuma? Kwani sisi ni wale? Inachokesha. You ruin a country day in, day out because of your personal issues. Wallahi, you lost the elections. Mimi nilikuwa katika hizi trenches na William Ruto. Tuliona ile dhulma tuliofanyiwa. Niliona dhulma paka sometimes. I hope the president will forgive me. We used to see pain in his face. We used to tell him there is a God and the God is with us. Halafu leo unakuja baada ya beberu yote, mitotovu yote, mijizi yote, mishenzi yote, sijui deep state kushikana, raia wa Kenya wakawashinda, halafu unakuja kutuletea tena khiana. We must put this thing to a stop. We must bite the bullet. We must show the courage. Kila miaka mitano. Why else do we need an election? Kuandamana ni haki yake, but not to topple a government. Hakuna crisis in this country that validates a negotiation ati ya kina Kofi Annan type. The only crisis this country is how to retire you in a manner that is dignified so that Kenya's democracy and constitution can be respected. Wajua nasema sisi sasa tumekuwa wazee, bado wanatuharibia tu. Tuanze tuko university, tuko 20, tusikia Raila Odinga ameandamana. Raila Odinga tukamjoin, tukaona hakuna kitu. Tukaenda tukajoin William Ruto, tumeshinda bado yeye anaandamana. Can anybody who can talk to him tell him that it is time to take a rest? Kina Ruto are just respecting him, they don't fear him. The government does not fear him. Donald Trump anshikwa kama kabusu akaekwa ndani, na kuambia itakuwa maandamano ya siku mbili na itaisha and the country will move on. But we don't want to indignify you. You are an old statesman. We want you to retire in peace.